Karibu sana Tricod Media na mimi ni Joseph Skills. Hii ni sehemu ya 4 ya historia ya Ukristo. Kama wewe ni Mkristo, simulizi hii ni muhimu sana ili kuweza kukufanya uwe strong na uweze kujua ukweli kuhusiana na Ukristo, lakini pia uweze kutambua ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea na ni nini ambacho kinaendelea hivi sasa na ni nini ambacho kitakuja kutokea pia hapo baadaye. Lakini wewe pia itakusaidia kuwa na msimamo thabiti ukiendelea kuwa katika Ukristo wako. Ni vizuri kabisa kufuatilia elimu hii kabla hatujaendelea katika masomo mengine ili usiweze kubaki nyuma. Sehemu ya kwanza, nadhani kama wewe ni mfuatiliaji, umefuatilia toka sehemu ya kwanza, utakuwa umefahamu chanzo cha imani ya Ukristo, lakini pia utakuwa umefahamu chanzo cha elimu ya Yesu ilipotokea. Lakini pia baada ya Yesu kufa, sehemu ya pili tukazungumzia Ukristo ambao ulikuwa chini ya mitume 12 ambao unafahamika kama Jewish Christianity, lakini baadaye tukazungumzia Ukristo ambao ulikuwa uko chini ya mtume Paulo. Baada ya Jewish Christianity kupotea, tukaja na Ukristo wa pili ambao ndo unafahamika kama Great Church, kipindi ambacho mtume Paulo na watu wengine walipofanikiwa kufikisha Ukristo ambao ndani yake ulikuwa umechanganyikana na tamaduni ambazo sio za Kiyahudi. Lakini pia katika sehemu ya 3 tukaona jinsi ambavyo Great Church ilivyopotea na kuingia kanisa jipya ambalo ndilo tunalizungumzia katika sehemu hii ya 4. Sehemu ya 4 tunazungumzia baada ya Great Church mwaka 313 baada ya Konstantini kuweza kulikubali kanisa la Kristo. Aliweza kuanzisha mkutano wa Nasia kama tulivyoeleza sehemu ya 3 na kupitisha makubaliano ambayo yataendana na tamaduni za Kirumi ili kanisa liwe kanisa maalum kwa ajili ya raia wa Kirumi. Kwa hiyo ikawa ni kanisa official la serikali ya Kirumi. Kwa hiyo kuna tamaduni za Kirumi ilibidi ni lazima ziingie ili kuendana na tamaduni za Kirumi na kuendana na kile ambacho serikali wanataka. Kwa hiyo vile vitu ambavyo vilibadilishwa, kuna baadhi ya Wakristo walikataa na kuna baadhi ya Wakristo walikubali. Kwa hiyo wale Wakristo ambao walikubali yale mafundisho au sheria ambazo ziliandikwa katika mkutano wa Nasia walifahamika kama Trinity Christianity au Nicaea Christianity, yani Wakristo ambao wamekubaliana na sheria ambazo zilitengenezwa katika mkutano wa Nasia. Lakini kuna wale ambao walikuwa wamepinga yale ambayo walikuwa wamekubaliana katika mkutano wa Nasia, walifahamika kama Arianism au Arian Christianity. Moja ya vitu ambavyo walikuwa wanapinga ni Trinity Christianity. Wao walikuwa wanaamini kuhusiana na utatu mtakatifu wa Mungu. Arianism walikuwa wanapinga, walikuwa wanaamini kwenye Mungu mmoja, lakini pia walikuwa wanaamini ukuu wa Yesu, lakini walikuwa wanamchukulia kama prophet vile au Masihi ambaye amekuja, au tuseme ni balozi wa Mungu au mwakilishi au kiunganishi kati ya Mungu na wanadamu. Kwa hiyo ndio kitu ambacho wao walikuwa wanaamini, ambavyo ndivyo Wayahudi pia, baadhi ya Wayahudi pia walikuwa wanaamini hivyo. Kwa hiyo kulikuwa kuna malumbano. Konstantini yeye hakuwa upande wa Trinity Christianity wala hakuwa upande wa Arianism Christianity. Mwanzoni aliwaunga mkono Trinity Christianity, lakini alipokuwa kitandani, alipokuwa anakaribia kukata roho, alimuita mtu ambaye anafahamika kama Eusebius wa Nicomedia. Huyu ni bishop wa Arianism Christianity kwa ajili ya kwenda kumwombea sala yake ya mwisho. Kwa hiyo wakati anafariki alikiri Ukristo ambao ulikuwa chini ya Arianism, lakini mwanzoni aliupokea Ukristo ambao ulikuwa ni Trinity Christianity. Baada ya kufariki mtoto wake ambaye anafahamika kama Constantius wa pili, naye pia alishika madaraka na kuwaunga mkono Arianism, na Arianism ikafanikiwa kuwa Ukristo ambao unakubalika kwenye serikali ya Kirumi. Kwa hiyo kuna kipindi Arianism nao walikuwa kama Trinity walivyokuwa. Kwa hiyo walikubalika na Trinity wakawa wamepigwa chini, na Arianism wakawa ndio kanisa halali la Kirumi. Arianism waliendelea mpaka kipindi cha Mfalme Julian. Baada ya Mfalme Julian kuingia na kushika madaraka kwenye ufalme wa Roma, yeye aliurudisha upagani. Na baada ya kurudisha upagani, Arianism pamoja na Trinity Christianity walisheki kidogo. Kwa hiyo Trinity walibaki upande wa magharibi na Arianism wakabaki upande wa mashariki. Kwa hiyo wakaendelea kupambana wakati wanapingwa na serikali hiyo ya Julian, lakini baadaye Theodosius wa kwanza
alipofanikiwa kushika madaraka, yeye aliamua kuidhinisha Nicene Christianity au Trinity Christianity na kusema kwamba hiyo ndio imani ambayo inaweza ikawaweka wapagani na Wakristo pamoja. Kwa hiyo ndo dini halali ya Kirumi. Kwa hiyo ili kuweza kuondoa mtafaruku wa hizi imani nyingine, wapagani pamoja na Arianism, aliweza kutangaza kwamba kuanzia leo kanisa ambalo litatambulika na serikali ni kanisa la Trinity Christianity au Nicene Christianity, na wale wote ambao watakubaliana na kwamba Mungu yupo katika nafsi tatu, yani Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, watafahamika kama Catholic Church. Kwa hiyo katika kipindi hiki ndipo kanisa la Katoliki lilipoanzishwa. Kwa hiyo Catholic Church ni wale Wakristo wote ambao wanaamini kwenye Utatu Mtakatifu. Tutakuja kuendelea baadaye ni nini ambacho kilitokea, lakini ni nini ambacho kilitokea kwa wale ambao walikuwa wameupinga Ukristo. Huyu Theodosius aliweza kutangaza kwamba wale wote ambao watafuata dini ambayo iko chini ya Papa Damascus wa kwanza pamoja na Papa Peter wa Alexandria watachukuliwa kama Catholic Church, lakini wale ambao watapinga mafundisho ya Papa huyu Damascus wa kwanza na Papa Peter wa Alexandria watatambulika kama heretics au wazushi. Kwa hiyo aliandika waraka, na waraka wake ulisema kwamba kulingana na mafundisho ya mitume na mafundisho ya Injili, tunaamini katika Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Katika ukuu huu mtatu mtakatifu ndiyo imani yetu iliposimamia. Kwa hiyo kwa wale wote ambao watafuata sheria hii watafahamika kama Catholic Christian, na wale wote ambao watapinga sheria hii watatambulika kama wenda wazimu au wapumbavu au waasi, na watateseka na kupata adhabu ya kiungu pamoja na adhabu ya kiserikali, na kiasi cha adhabu ambacho watapata kitategemeana na mapenzi ya Mungu, kitategemeana na vile Mungu atakavyotaka adhabu hiyo iwe na ukubwa kiasi gani. Kwa hiyo adhabu hiyo ambayo ulikuwa unapata ni adhabu ambayo ilikuwa inatolewa na serikali chini ya askari wa serikali ya Kirumi, lakini pia adhabu hiyo unaipata pia kupitia wale watu au makundi special ambao walijitolea kwa ajili ya kupambana na Wakristo ambao wanapinga Utatu Mtakatifu kama sehemu ya kutoa adhabu kwa niaba ya Mungu. Kwa katika kipindi hiki kanisa ambalo sasa hivi liko nafahamika kama Catholic Christianity waliingia katika changamoto ambayo wao walipitishwa kipindi cha nyuma. Kuna kipindi ambacho wao waliuliwa, lakini katika kipindi hiki wao ndo walichukua jukumu la kuwaua Wakristo wengine ambao wao wanaamini kwamba Mungu ni mmoja na Yesu ni Masihi. Kwa hiyo katika kipindi hiki ndicho kipindi ambacho vitabu vingi ambavyo vilikuwa vina mafundisho mengi ya Yesu ambayo yalikuwa yanaambatana na tamaduni za Kiyahudi, vitabu vingi vilichomwa moto, na wale wote ambao walikuwa wanafahamika kama wanafundisha elimu ya Yesu au elimu ya Ukristo ambayo ilikuwa inatofautiana na tamaduni za Kirumi, wale wote waliuliwa na vitabu vyote vilichomwa, na yoyote ambaye alikuwa anaonekana akiwa na vitabu hivi naye pia alikuwa anauliwa. Na watu gani ambao walikuwa wanawaua watu hawa? Ni Wakristo au ni kundi ambalo lilikuwa chini ya uongozi wa Kikristo pamoja na wanajeshi ambao walikuwa chini ya serikali ya Kirumi. Kwa hiyo mtu yoyote au Mkristo yoyote ambaye atamuona mwenzake, aidha ni jirani au ndugu yake, akiwa anasoma elimu ambayo inapingana na tamaduni za Kirumi, alikuwa na uwezo kwenda kumripoti na kwenda kukamatwa na kuuliwa. Kwa hiyo kuna watu wengi sana waliuliwa, na katika kipindi hiki pia wale watu ambao walikuwa wamesoma elimu hii au wamesoma mafundisho ya Yesu na kufanikiwa kuwa na nguvu za miujiza au nguvu za uponyaji pamoja na vitu vingine, walitambulika kama wachawi au watu wanaotumia nguvu za giza. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa na uwezo wa kiroho nao pia walikamatwa na kuuliwa na kuchukuliwa kama wafuasi wa shetani, wazushi pamoja na vitu vingine. Wale wote ambao walikuwa chini ya mafundisho ya Kirumi waliweza kupona na waliweza kusurvive. Kwa hiyo elimu ilibadilika toka elimu ya kiroho
kuingia katika elimu ya Kirumi. Kwa hiyo Warumi walikuwa wanataka wawe na Wakristo ambao ni wanyenyekevu na ni wasikivu, ambao wanataka amani katika nchi yao. Lakini katika elimu ya nyuma ilikuwa ni elimu ya kuwakuza watu kiroho. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo katika kipindi hiki ndipo elimu ilipogawanyika katika vipande viwili. Lakini sio tu kwamba ni elimu ya Wakristo ndio ilipotea, lakini pia mwaka 391 pia Theodosius aliweza kupitisha sheria nyingine ya kuteketeza pia elimu ambayo ilikuwa sio ya asili ya Kikristo, ambayo tunafahamu kama ni elimu ya kipagani, na elimu ya sayansi pamoja na elimu nyingine zilikuwa hazitakiwi kabisa katika kipindi hiki. Kwa hiyo mahekalu, library pamoja na vitu vingine viliweza kuteketezwa katika kipindi hiki. Kama unafahamu ni kwamba zamani kuna kipindi wana sayansi na wavumbuzi na watu tofauti ambao wana elimu tofauti waliweza kukutana pamoja, wakaanzisha mfumo wa kuhifadhi elimu na kuhifadhi katika library ilikuwa inafahamika kama library ya Alexandria. Kwa hiyo library hiyo ndio ilikuwa imehifadhi siri au elimu za kiroho ambazo zilikuwa katika jamii zote zilizotuzunguka hapa duniani. Kwa hiyo mtu ukitaka kupata kitu chochote, siri yoyote, elimu yoyote, ulikuwa unaweza kuipata katika library hiyo ya Alexandria. Lakini Waroma waliweza kuifamia library hiyo na kuichoma moto na kuchukua baadhi ya vitabu na maandiko na kuweza kuyahifadhi kwenye maktaba zao huko Roma. Lakini asilimia kubwa walichoma moto pamoja na vitu vingine, na ndipo elimu ilipopotea. Kwa hiyo kwa wale ambao wanasema kwa nini watu wa zamani walikuwa kama wana nguvu za kiroho tofauti na sasa hivi, ni kutokana na kipindi hiki. Dunia kama dunia ambayo ilikuwa inatawaliwa chini ya Warumi iliamua kuteketeza elimu hiyo na kuintroduce elimu mpya, elimu ambayo itakuwa muhimu kwa wale watawala, elimu ambayo inawafundisha watu amani pamoja na kukubaliana na yale mambo ambayo viongozi wanataka. Na elimu hiyo ya kidini ndio ilitangazwa kwa ajili ya manufaa ya wale ambao wako madarakani. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa mwanzo wa kanisa ambalo linafahamika kama Roman Catholic.